Haya, leo ni Jumapili, yaliyopita si ndwele na tugange yajayo. Michezo mbalimbali itakuwa ikichezwa pale katika bara la Ulaya, michezo mikubwa watu lakini pia kumbuke kwenye shirikisho barani Afrika. Simba atakuwa uwanjani dhidi ya Stellenbosch pale uwanja wa Amani nchini pale Zanzibar, lakini pia ukumbuke vijana wa Berkane watakuwa nyumbani kujitafuta mbele ya Constantine. Hizi game zote tutazifanyia uchambuzi hapa na tutajua kwamba tunakwenda kwa kaje hapo mwishoni. Lakini ukiangalia pale nchini Uingereza pia hapa na games za kutosha, almost game 4. Arsenal watakuwa ugenini dhidi ya Ipswich Town ambao tayari walishashinda bao 1-0 vijana wa Arsenal, bao la kwa Kai Havertz. Pengine leo inakwenda kwaje tutakwenda kujua. Pia Chelsea pia atakuwa ugenini dhidi ya Fulham. Fulham game ya mwisho kashinda 2-1 kwa Chelsea pale. Chelsea akajikutana na maji na sasa inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua. Na alifunga bao mawili dakika za jioni sana, kwa sababu alifunga bao dakika za 80 na dakika za nyongeza. Lakini pia kuja kucheki kuna game nyingine, vijana wa Manchester United wao watakuwa Old Trafford pale kujitafuta dhidi ya Wolverhampton. Vijana wa Wolves wao wameonekana kuwa moto sana game 5 za mwisho, mpaka saizi hawajapoteza mchezo hata mmoja katika game 5 za mwisho. Game 4 wamepata ushindi na wametoa sare game 1 dhidi ya Everton ilisha 1-1. Ukumbuke game ya mwisho wametoka kumfunga Tottenham Hotspur mabao 4-2. Kwa unaweza kuona kwamba hii game ni ngumu sana, na tukumbuke Spurs msimu huu kwa United amekuwa akijichukulia tu point 3. Kwa hiyo obviously tunakwenda kuona mchezo mgumu sana kwa Manchester United. Ukumbuke pia game ya mwisho Wolves alishinda 2-0 kwa United pale, Wang Hee akiwafunga bao dakika za jioni sana, lakini baadaye hapo akapata majeraha. Lakini leo tuna doubtful kwamba anaweza kaingia uwanjani pia yule Wang Hee Mkorea yule dogo ambaye ana score sana. Kwa moja kwa moja game inakwenda kuwa ngumu kwa Manchester United. Ukumbuke pia wanatumia mfumo mmoja mfumo wa back three, lakini pia midfielder 4 na maataka 3. Lakini pia baada ya game hiyo ni pia ukumbuke vijana wa Liverpool majogoo jiji hawa watakuwa uwanjani dhidi ya Leicester City. Leicester City ambaye yupo nyumbani anaonekana kuwa moto sana, inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua kwamba game inakwenda kukaje. Lakini ukienda pale nchini Hispania, vijana Real Madrid wao pia watakuwa na kibarua dhidi ya Athletic Bilbao, vijana ambao wanaonekana kuwa moto sana. Wote tumekuwa mashahidi wakitoka kumuondoa Rangers kwenye Europa kule, lakini pia wanaonekana kuwa moto sana na watacheza semi-final dhidi ya Manchester United ujue kwenye Europa kule. Na vijana wa Athletic Bilbao bwana wana quality. Kumbe wana Iñaki Williams na Kinalike Williams ambao wanaonekana kuwa hatari sana ikifika na upande wa kuzifumania nyapo. Inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua. Lakini pia ukumbuke ukienda pale nchini Italia pia pana games 3, lakini games 2 ndo kubwa zaidi. AC Milan atakuwa na kibarua dhidi ya Atalanta, lakini pia the same Bologna atakuwa nyumbani dhidi ya Inter Milan. Game ya mwisho ya Inter Milan na Bologna ilisha 2-2. Inter Milan alisawazishiwa na Inter alikuwa nyumbani pale San Siro. Leo inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua. Ukumbuke pia AC Milan dhidi ya Atalanta game zao zimeonekana kuwa ngumu sana, zikikosa mpaka muda mwingine mshinde. Kwa leo pia inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua. Lakini pia tukienda pale nchini Uholanzi, Ajax atakuwa na kibarua dhidi ya Utrecht. Utrecht yupo nyumbani, game ya mwisho ilisha 2-2. Ajax alikaziwa sana, kwa hiyo leo pia kuna umakini wa kwenda nayo pia kwenye hii game. Kwa moja hizo ndio games za leo. Ukienda pale nchini Ujerumani pia vijana wa Borussia Dortmund watakuwa na kibarua dhidi ya Borussia Mönchengladbach. Wa Borussia Mönchengladbach ameonekana kuwa mzuri sana, licha kwamba game ya mwisho aliadhibiwa na vijana wa Borussia Dortmund. Leo pia tunakwenda kuweka tutakwenda kujua. The same pia Bayer Leverkusen atakuwa na kibarua dhidi ya St. Paul ambaye ameonekana kuscore katika kila game kwa sasa hivi. Bayer Leverkusen ambaye amejikuta anaondolewa kwenye mashindano yote ambayo anashiriki, inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua. Moja kwa moja hizo ndio games za siku hii ya leo. Kenda pale nchini Ufaransa, Lille ipo uwanjani dhidi ya Auxerre. Auxerre ambaye ameonekana kuwa mgumu sana, na pale Ufaransa sijaona game ambayo unaweza kaishobokea kwa haraka. Ni bora tukaacha hata wacheze wenyewe, akina Nice wote wanaonekana kuwa wagumu sana. Moja kwa moja twende kwenye games. Kianzia pale nchini Uingereza, Manchester United dhidi ya vijana wa Wolves. Game ngumu sana. Game ya mwisho Wolves alishinda 2-0, mabao mawili ambayo yalifungwa dakika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Obviously walikuwa vizuri sana Wolves, lakini naweza nikasema kwamba United ilikuwa ni game yao tafu sana kwa kipindi kile, kwa sababu United ilikuwa inajitafuta kweli. Na pengine leo tukashuhudia mchezo tofauti, hata United pia akifanikiwa kuscore bao. Kwa moja kwa moja kwenye guarantee tu ni kwamba Manchester United afunge goli. Manchester United over 0.5 au pia mechi nzima itoe kuanzia magoli mawili na kuendelea. Kwa over 1.5 kwenye hii games ni option nzuri zaidi. Usio kampatia Wolves to score, sababu Wolves pia anaweza kakaziwa leo United mkashuhudia akishikilia bomba, sababu United is game ngumu ndio huwa anazitaka. Kwa moja nimeshuhudia game zao ngumu sana za hawa vijana United dhidi ya Wolves. Kumbuka ile ya 4-3 huko Birmingham wanafunga bao dakika za jioni. The same pia ile ya kufungua ligi United anashinda bao 1-0 na bao lingine lilifungwa na Rafael Varane. Kwa hiyo game zao ni ngumu sana, lakini kwenye magoli mawili siku ya leo pengine tukashuhudia hicho kitu. Kwa over 1.5 kwenye hii game, lakini pia United over 0.5 kwamba United apate goli. Hata double chance pia kwa upande wa Manchester United ni option nzuri
nzuri sana. Licha kwamba Wolves ameonekana kwa moto game ya mwisho kutoka kumfunga Spurs hapo mabao 4-2, lakini United wakiwa pale Old Trafford kuna namna wanacheza vizuri sana. Haya, baada ya hiyo game tuende kwenye game ya Fulham dhidi ya vijana wa Chelsea. Chelsea atakuwa ugenini dhidi ya Fulham. Moja kwa moja kwanza tunakwenda kuona kitu kinaitwa GG kwenye hii game, lakini kwenye guarantee tu ni kwamba Fulham apate goli. Fulham to score. Fulham over 0.5 mbele ya Chelsea pale. Kwamba Fulham apate kuanzia goli moja na kuendelea. Hiyo option itakuwa pia na option nzuri tu. Hapo unakuwa umemaliza. Lakini pia tukienda kwenye vijana wa majogoo wa ligi Liverpool dhidi ya Leicester City, obviously Leicester City atakama anakwenda kupata mabao matatu, pengine hayataweza kumzuia Liverpool asichukue point 3 pale dhidi ya vijana wa Leicester City. Obviously tunakwenda kwa double chance upande wa Liverpool kwamba anakwenda kushinda au kusare. The same pia kama unaweza kaondoka na kwamba over 1.5 full time, lakini pia Liverpool score kwamba Liverpool score kuanzia goli moja na kuendelea over 0.5, lakini option nzuri zaidi double chance kwa upande wa Liverpool kwamba anakwenda kushinda au kusare. Lakini kwenye game ya Arsenal dhidi ya Ipswich Town, game ngumu sana, lakini obviously Arsenal kufunga bao leo dhidi ya Ipswich Town licha kwamba Ipswich atakuwa nyumbani, basi hiyo ni kitu ambacho kukizuia jana Ipswich inaweza kuwa ngumu sana. Kwa hiyo guarantee ni kwamba Arsenal wapate goli, lakini pia Arsenal double chance kwamba kupoteza mchezo wa leo Arsenal pia inakuwa ngumu sana. Kwa double chance kwa upande wa Arsenal, double chance kwa upande wa Liverpool, Fulham wapate goli, Fulham to score over 0.5 na upande wa Manchester United pia naye score over 0.5, na hizo game zote pia hata magoli mawili zinaweza zikatoa kwamba over 1.5. Hapo na kwa nimaliza kwa ligi pia hapa nchini Uingereza. Twende pale ligi kuu nchini Italia. AC Milan atakuwa na kibarua dhidi ya Atalanta. AC Milan ipo nyumbani pale San Siro, moja kwa moja anakwenda kuwa na passion kubwa ya kutafuta matokeo, ukizingatia pia impact ya game ambayo imekwisha dhidi yao. Game ilikuwa ngumu sana. Kwa hiyo kwenye hii game pia atakwenda kushuhudia kitu ambacho kinaitwa GG kwa both team to score. Lakini kwenye guarantee tu kwamba ni bora ukaweka AC Milan to score kwa sababu AC Milan yupo nyumbani, obviously anakwenda kupush sana. Kwa hiyo AC Milan over 0.5 maybe kwa ndo option nzuri zaidi, lakini pia hata 12 kwenye hii game pia anaweza kuondoka nayo kwamba ashinde yoyote kati ya hawa, kati ya Atalanta au vijana wa AC Milan. Lakini kwenye game ya Inter dhidi ya Bologna, Inter atakuwa ugenini, lakini pengine tukashuhudia game nzuri zaidi kwa Inter licha kwamba Bologna ameonekana kuwa mzuri sana kwenye hizo game za hivi karibuni. Kumbuka Bologna katika almost game 7 alikuwa hajafungwa mpaka alipokuja kufungwa na Atalanta game ya mwisho 2-0. Alikuwa yupo vizuri sana. Lakini leo pia pengine tukashuhudia game ambayo itakuwa tough sana kwa upande wa Bologna, ukizingatia pia matokeo ya mwisho kwamba walitoa sare 2-2 dhidi ya Inter. Kwa leo game inakwenda kuwa tough sana. Lakini Inter to score ndio option nzuri zaidi kwamba Inter apate goli moja na kuendelea over 0.5 kwa upande wa International Milan. Hapo na kuwa nimemaliza kwa game za Italia. Ukienda pale nchini Ujerumani, Borussia Mönchengladbach dhidi ya Borussia Dortmund. Obviously Borussia Dortmund hana shindano nyingine ambao anashiriki mpaka sasa, anapambania kwenye ligi aweze kusogea, ikiwezekana msimu ujao aweze kwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa moja kwa moja vijana wa Borussia Mönchengladbach wanacha kujibu leo. Kwenye hii game guarantee kubwa zaidi ni kwamba double chance kwa upande wa Borussia Dortmund, vijana wa Borussia Dortmund double chance, lakini pia over 1.5 kwenye hii game pia ni kitu kizuri zaidi. Lakini St. Paul dhidi ya vijana wa Leverkusen, sina ushauri wote kwenye hii game kwa sababu ni game ngumu sana. St. Paul wanaonekana kuwa wagumu sasa hivi, na same pia kwa Leverkusen anapata mwendelezo wa matokeo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo obviously huu ni guarantee yote kwenye hii game, unaweza kuacha nayo tu. Haya, pale nchini Hispania Real Madrid dhidi ya vijana wa Athletic Bilbao. Bunge moja ya game ngumu sana. Vijana wa Athletic Bilbao wanaonekana kuwa na consistency kubwa sana, hasa kifika ni upande wa kuzifumania nyavu. Kwa hiyo pengine leo tukashuhudia pia GG kwenye hii game kwamba Real Madrid licha kwamba atakuwa nyumbani pale Santiago Bernabeu, lakini pengine akaruhusu bao. Lakini kwenye guarantee tu ni kwamba mechi nzima itakuwa kuanzia magoli mawili na kuendelea, kwa hiyo over 1.5 bila atakuwa na mambo mengi. Double chance kwenye mchezo sio nzuri sana kwa sababu Athletic Bilbao pia ana uwezo wa kushinda kwenye hii game. Kwa moja over 1.5 ndio option ya mwisho kabisa ambayo unaweza ukaondoka nayo. Lakini pia baada ya hiyo game pia twende pale nchini Uholanzi, Ajax dhidi ya Utrecht, game ngumu sana, lakini moja kwa moja tunakwenda kushuhudia mchezo mzuri kwa upande wa Ajax kutokana pia na table ambayo yupo. Ana mpaka saizi ameshamwacha point nyingi tu PSV na pengine anakaribia katika game kadhaa mbele akatangaza ubingwa. Moja kwa moja kwenye guarantee ya siku ya leo, guarantee tu kwamba Ajax aweze kupata goli. Ajax over 0.5 licha kwamba Utrecht atakuwa nyumbani, lakini Ajax over 0.5 Ajax yapata points goli moja na kuendelea. Double chance sio nzuri sana kwa sababu pia vijana Utrecht wanaweza wakashinda. Kwa hiyo moja kwa moja double chance sio option nzuri, lakini Ajax to score ni option nzuri sana. Baada ya hizo games sasa twende pale katika bara la Afrika kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Simba atakuwa nyumbani dhidi ya Stellenbosch. Obviously Stellenbosch sio wabovu kwa sababu wametoka kumuondoa Zamalek ambaye wameondoa kwa target ya pointi 4 kwa sababu walitoa sare kwao 0-0 wakaenda kushinda kwa Zamalek bao 1-0. Kwa hiyo pengine leo tukashuhudia game ngumu sana kwa sababu najua game za Afrika zilivyo, timu ya ugenini mara nyingi huwa haitafuti sana matokeo. Yenyewe inaingia kuzuia tu kwa lengo la kupata sare ili iende kamalize mechi nyumbani, lakini pia timu ya nyumbani inakuwa inaogopa sana kuruhusu bao kwa sababu bao moja tayari ni mabao mawili. Kwa moja kwa moja bao la ugenini kwa linafanya kazi
sana ndio hii ina affect game zetu zinakuwa hazina magoli, kama jana hujashuhudia goli lolote lile kwa game zote mbili za CAF Champions League. Kwa moja kwa moja pia kwenye garantia leo ni kwamba wa nyumbani wote double chance, kwamba Berkane dhidi ya Constantine, Berkane double chance kwamba ashinde au asare, lakini pia kwa upande wa Simba dhidi ya Stellenbosch kwamba Simba double chance, Simba anakwenda kushinda au kusare. Hapo mimi nakuwa nimemaliza kwenye games za leo. Moja kwa moja hiyo ndio garantia. Subscribe channel ya Clean Sports, hapo nimemaliza. Shara.